uchungu. Ni uchungu kabisa. Sisi kama raia kuona mbunge mwenye akona security anauliwa kiholela na hii serikali ya William Samoei Ruto imenyamaza. Ni uchungu kama mbunge mwenye analindwa na security maskari wa Kenya unapigwa risasi kwa roundabout. Sembuze mimi mraia mwenye natembea kwa miguu, sina gari, sina pikipiki, sina baiskeli, ndafanywa namna gani? Ni uchungu kabisa. Tunataka kuambia serikali ya William Ruto, saa hizi mfunguke macho, mtupe ni nani aliua huyo mbunge wa Kasipul, kwa sababu mko na capability ya kujua within 24 hours. Lakini itakaa mwaka mzima mnakuja kutanganya wa raia. Ni uchungu. William Samoei Ruto ni uchungu. Huyo mbunge alikuwa na bibi. Huyo mbunge ako na watoto. Huyo mbunge ako na wajukuu, wataenda wapi? Saizi serikali ya Kenya, especially waziri wa Interior, the confused element, the confused waziri kwa hii nchi ni Murkomen. Hakuna venye Murkomen kufika saa hii, hakuna ujumbe yoyote umetoa. Hakuna ujumbe yoyote kutoka kwa ofisi ya Murkomen imetoa. Tuna blame TCI ya hii nchi yetu ya Kenya. Inafanya ujinga kabisa, hakuna kazi wanafanya. Ni kukula pesa ya raia, ushuru wetu ndio wanakula peke yake. Hakuna kazi inafanyika. Sasa tunataka kuambia TCI ya kwamba tunataka uchunguzi ifanyike ya hali ya juu. Na aswa ni nini kilichochangia mbunge wa Kasipul kuuliwa? Tuambiwe kama raia, ndio tukae tukijua pia we are next ama tu namna gani. Sababu huyo mbunge ako na gari, anapigwa risasi ndani ya gari yake. Alafu serikali iko imenyamaza. Bwana, ni uchungu kabisa. Ni uchungu. Kama raia tunasikia mbaya sana. Ule mbunge anaakilisha eneo bunge mzima na akona watu wanamfuata nyuma yake. Wewe mtu unalipwa shilingi 5,000 uende uwe mbunge. Bwana, ni uchungu kabisa. Yule aliyofanya hiyo, siku yako inakuja pia utauliwa the same. Serikali iwezi ikakutumia na ikakuacha namna hiyo. Yule kijana alikuwa anaua watu pale akitupa pale Kware, ako wapi? So tunataka kuambia yule mtu anatumwa kufanya uhalifu ya kuwa mtu, bwana, utakuja kuuliwa the same. Ni uchungu kusikia mbunge Were amekufa kwa njia tatanishi kama hiyo. Kwa familia tunasema poleni sana, lakini serikali tupe way forward. Ni nini ilifanyika kwa huyo mbunge? Nikimaliza hiyo naingia, leo ni siku ya wafanyikazi duniani. Kwa mara ya kwanza nataka kumshukuru Dr. Francis Atwoli kwa usemi ambao umekuja nao leo ya kwamba mambo yote inafanya taxations kwa payslip ifanywe kwa basic, not kwa gross. Sisi kama wafanyikazi tunasema tick. Hata kama ulikuwa unafanya kazi mbaya, hapo tunakukongratulate Bwana Francis Atwoli kwa kusimama wima na wafanyikazi. Kwa leo mara ya kwanza kusikia Francis Atwoli ameongea point, ilikuwa siku ya leo kadi walikuwa pale Uhuru Curtain. Amesema wafanyikazi wasikatwe pesa, hiyo mambo ya house ya sijui nyumba ya walevi, sijui ushuru ikatwe kwa basic, si kwa gross. Ni hiyo sisi kama wafanyikazi tunashukuru. Atwoli umefanya kitu ya maana kabisa. Kwa leo tumekushukuru kama wafanyikazi.
Na ukiendelea hivyo Atuoli tutakurudisha kwa hiyo kiti. Lakini ukiendelea hivyo uanze kuumiza wafanyikazi, kama utetei wafanyikazi, tutakutoa kabla ya muda yako itafika. Ndio maana mimi nimesema hivi, kwa mara ya kwanza ndakukongratulate Atuoli. Umefanya kazi mzuri kusema ya kwamba wale wafanyikazi tunafanya kazi tukatwe pesa kulingana na pesi. Hiyo tunakongratulate kabisa. Hatuna shida na hiyo. Hiyo tunasema ni asante. Umefanya kitu ya maana. Mimi leo hata sina mambo mengi. Ilikuwa ni kutuzi lakini leo sitakutuzi. Hawa. Hii imepita kidogo lakini imeniingia. So itabidi lazima niongee.